Ndio unafika? Ndio nafika. Hebu binti yangu, hebu naomba leo tuzungumze kirafiki. Hivi unahisi haya mambo unayoyafanya jamii inakufikiriaje? Hebu niambie, maana mimi bado ni mama yako. Mimi bado ni mzazi. Unafikiri haya mambo unayoyafanya binti yangu yanalingana na umri wako kweli? Mama, umeshachelewa. Mbele yangu naona giza. Sijui nitokako, sijui niendako. Enjo binti yangu, umefikia hapo kweli kabisa? Mama, hili uliloona ni mdogo. Kuna mengine mengi ambayo hujayajua. Enjo binti yangu, ulikofika ni mbali sana. Haya yote nilikuwa nafanya mwanangu ni kwa ajili yako wewe, ili usome, uvae. Leo unafika huko, nitajivunia nini kwako sasa? Mama, naomba tu nisamehe mamangu. Unataka uwe kama mimi? Nilitaka mwanangu badilike. Nilitaka mwanangu unisaidie baadaye. Kwa hiyo unataka ufuate nyendo zangu? Dada wa bando kawa tegemeo kwenye familia. Dada wa ba kawa shangaza watu kwenye hii dunia. Dada wa bando kawa tegemeo kwenye familia. Dada wa ba kawa shangaza watu kwenye hii dunia. Dada wa ba. Sikia shogangu, mimi hapa nimekuletea hela kikoba deni la nyuma. Unakumbuka? Nalikumbuka vizuri tu shogangu. Kuja nikupe hiyo hela. Basi poa. Nakata yote au kwa vile leo unachukua wewe ndo kati tu ya madeni. Afu wengine wameshakamilisha hiyo hela au bado? Amebaki mama ya Sinta. Okay, poa. Tauli baadaye. Kuja kuleta change. Sawa. Sasa hapa mimi niende. Hapo usijali, karibu. Asante, baadaye. Tutamsalimia shemeji. Nae.
She, mambo? Salama. Kwema? Kwema. Naona limbwata imekolea. Karibu. Asante. Habari yako Razi? Salama tu. Oh. Naona unakula. Kama unavyoona. Kumbe umeona nakula afu unauliza. Sawa. Sasa chakula chapo ulichokiacha leo. Hivi Shem, baba mtu mzima unafua nguo na mkeo amelala hapa. Uone aibu. Unashika mavi, yani mwanaume. Sio mwanaume, umelogwa eti? Mboya. Pesa iliyokuwa kwenye kabati imeenda. Mke wangu, sijachukua pesa. Hujachukua pesa? Pesa tupo watu wawili tu hapa na tujatoka. Pesa ipo juu ya kabati, imeenda wapi? Sasa mke wangu, hiyo pesa nimeichukua muda gani? Hali ya kuwa wewe ulikuwa hapo tu umelala. Tangu mama ya Sita ameleta hela, mimi sijaingia humo ndani. Haya, na wewe mara ya mwisho ndio umepeleka humo pesa ndani. Mimi nimechukua muda gani mama? Alafu unajua mbona unataka kunizoea wewe? Hii ni trip ya pili sasa ndani inapotea hela. Naweka juu ya kabati hapo hapo. Kwa hiyo Razia, unamaanisha leo hitaji mimi nile, si ndio hivyo? Sio namaanisha. Isipokuwa wewe ndio hutaki wewe unakula hapa. Asubuhi muondoka nikakwambiaje? Si uliondoka tu kwa mabavu kwa mapana, alafu hujui chakula kimetoka wapi, unafika tu unanawa eti ule. Kwa hiyo mimi niwe na kuhemelea wewe baba mzima. Lakini kuna watu wanakaa kwa kusaidiana, mwanaume kwa mwanamke. Sasa wewe ukiemea tu mimi nikala, kuna kosa gani Razia? Wanaosaidiana mwanamke kwa mwanaume ni kwamba mwanaume kampa pesa mwanamke ya mtaji. Wewe umeshanipa hela mtaji wewe. Eti tunasaidizana. Sasa leo huli utaishia kunawa baba. Mke wangu, hiyo sio sawa kabisa hiyo. Mke wangu, wewe sio kuninyima ugali bwana. Yaani kweli mke wangu ule na kuangalia kweli. Hii sio sawa kabisa hii yani. Ni kwa sababu wewe unajifanya jeuri. Kila nikikuomba hela matumizi, unajifanya wewe kiburi. Siku nyingine hutarudia kutoacha hela matumizi. Kwa yani kabisa mimi nakwambia mke wangu. Sasa nisikilize. Hapa kula utakula, ila kwa sharti hili. Siku nyingine nikikuomba mimi hela matumizi, unatoa mwenyewe, tusisumbuane, si ndio? Sawa. Kalete kiti uje ule. Hamna haja ya kiti mke wangu. Kubwa. Chumi. Toba Maulana na nini? Jamani, taratibu basi. Kula taratibu mume wangu. Mbona unataka kuniaibisha? Kuna majirani hapa watatuona. Jamani. Toba Maulana. Mtume. Na kuuliza unataka kunizoea? Lakini mke wangu sijachukua mimi. Aliyechukua pesa juu ya kabati ni nani? Ni nani? Na kuuliza ni nani? Sio mimi mke wangu. Mazoea yamekuzidi, si ndio? Tunazoeana. Nipe pesa yangu.
yangu. Nipe pesa yangu. Nipe pesa yangu. Sijachukua mke wangu. Pesa yangu inapoteaje watu tupo wawili ndani? Sijachukua mimi mke wangu. Kila siku ndio nalipa na vikoba na humu ndani tunaishi wawili. Pesa imeenda wapi? Sijachukua. Kuna majini ndani, si ndio? Na kulitoa kuna majini ndani. Pesa. Pesa. Hakikisha unarudi hapa na hiyo pesa mbwa wewe. Nitizame kwanza jinsi lilivyo. Umeshiba? Ongeze maji. Wewe muda wote ndio ulikuwa unanipa maji? Yamekuwa yote. Sasa wewe Lazia, Be. mimi nikuulize kitu. Niulize. Haya maini umetoa wapi? Buchani? Kwa umeenda tu buchani wakakupa maini? Hapana, nimenunua mume wangu. Wewe, pesa ya kununua maini umetoa wapi? Nimetumiwa na dada. Unajua Lazia, mimi usitaki kunifanya poyoyo. Siku ya kwanza anafika hapo na niambia kwamba umetumia pesa Songesha na hujawahi kuilipa. Alafu leo tena unaleta habari za dada yako kanitumia. Lakini ni kweli mume wangu. Nilimwambia dada yangu mimi sijala toka asubuhi hujaniachia hela, akanitumia. Shida iko wapi? Kwa hiyo toka asubuhi hapa mimi natoka hapa siachi tumizi. Kwaona nizalilisha kwa ndugu zako, si ndio hivyo? Yaani wewe Lazia, wewe una akili kabisa wewe. Wewe ni wa kunidhalilisha mimi paka. Kumbe dada yangu huna shukrani, si ndio? Umekuja hapa unalilia kabisa chakula hiki. Leo hii umemaliza kula, tumbo lako limeshiba, unaanza kunichanchia mimi. Wewe mwanamke, unajua adabu ikushike, adabu ikuone Lazia. Alafu usinifanye mimi kama mtoto mdogo Lazia. Nisikilize, adabu umeshinda kukushika wewe, na ndio maana kidume mzima unaondoka uachi pesa matumizi. Wanaume wenzako wakiondoka wanawachia wake zao pesa za matumizi. Unatoka kwa mwanaume mzima, unafika hapo unakula chakula cha mwanamke, hujui kimetoka wapi, alafu unamaliza unaanza kukoroma. Unanikoromea mimi na wala dada yangu kamtumia mimi. Kwa hiyo Ngosha ndo anakufanya unakuwa na kiburi, si ndio hivyo? Ngosha ndo anakupa kiburi, si ndio hivyo Lazia? Ngosha anakupa kiburi, wewe sema. Kwenye ugali na Ngosha ameingilianaje? Ugali na Ngosha vinaingilianaje? Hapo ni vitu vili tofauti. Tunaongelea ugali, pesa leo tuma dada yangu, sijui umenielewa? We mwanamke, kumbe naona unanipanda kichwani, si ndio hivyo? Yaani mimi nakwambia maswala ajabu unaanza kunijibu unavyojisikia. Kwa hiyo Ngosha sasa hivi mpaka maini analeta nyumbani kwangu, si ndio hivyo? Habari ya maini na Ngosha ni vitu viwili tofauti. Naongelea pesa ya dada yangu aliyonituma mimi, na ukana ukashiba alafu ndio uanze kunikoromea. Unaona? Kunikoromea kwa nini ya dada yangu mimi? Unaona Ngosha anavyokupa kiburi? Mimi nakuwa ya maana afu naleta. Hapa. Mapembe. Karibu bwana. Asante. Unajua wewe, ngoja nikutore na miwani ili nikuchane vizuri. Unajua bwana Mapembe, wewe ni kati ya marafiki zangu wa maana sana. Kwa hiyo hata vitu tutakavyozungumza, najua vitakuwa ni vitu vya msingi vibaya mno. Wewe acha kujifyatua akili. Acha kujisima antena. Unajua wewe ni mtu mzima kabisa na akili zako timamu. Yaani haiwezekani wewe wewe ni mtu mzima kabisa. Wewe angalia na ndefu yako hiyo ni sharufu. Hizo sinti. Hizi zinaitwa sharubu sasa. Hayo masharufu. Yaani wewe ni mtu lisima, lakini unakuwa kama
wewe ni sumpukuku uchielewi. Habari yako afande? Salama bwana. Kwema? Kwema za siku? Safi. Za huko nyumbani? Ni njema kabisa afande. Za wapi ndugu yangu? Nipo tu mtaani afande. Leo umetaka kutembelea mitaa yetu? Nilikuwa natembea ila nashukuru sana nimekutana na wewe. Afande. Yapata sasa kama siku 2 nafika kituoni haupo. Pole sana. Unajua tena majukumu yetu si ni mengi ndugu yangu. Mambo ni mengi. Ni kweli. Na ndio maana sikutaka hata kuongea na afande mwingine kwa sababu naamini kabisa wewe ndio utakayenisaidia kazi yangu. Hapana, unajua tunafanya majukumu sawa. Kwa hiyo ukimkuta mtu yeyote pale, unaweza kumuelezea kama itakuwa vizuri. Mimi nimeenda kijijini, nisikilize nikuchane. Mimi nimeenda kijijini huko. Sawa? Nikategemea nikirudi hapa na kukuta wewe tayari umeshabadilika. Sasa hivi ona, unainamisha likiuno lako hapo na wewe watakuja wakufanye vibaya wewe. Unajua Mapembe bwana, mimi sasa niliwaza. Nikasema huyu ndugu yangu Msukuma huko kijijini ametoka na nini? Kama anazungumzia tu mimi kudeki. Mapembe mimi hili swala nishazoea. Yaani kwanza hapa naona kama kawaida. Tokachi wamekumaliza. Wewe humu wamekumaliza. Haumo mtu humu. Nilijua tu kwamba wewe tayari wameisha kutengeneza wewe. Umetengeneza. Mimi lazima nitachangamkia fursa nikutengeneze vizuri wewe. Yaani unasema nimetengenezwa. Alafu anza na kunitengeneza mimi mwenyewe. Nikurudisha upango urudi kwenye metu la upulangata. Bwana Mapembe. Vipi lakini? Uko kijijini umetuletea hapo nini? Achana na mimi wewe. Unakuwa unateki afu ongea na mimi wewe. Di mwanaume linateki tu ovyo. Hapana afande. Mimi naamini hata katika utendaji wa kazi mko tofauti kabisa. Kwa hiyo hii kazi naamini utaifanya wewe. Amina. Na mimi nitaifanya kazi yako kama sheria inavyoelekeza. Sasa unasikia afande? Kuna mshenzi mmoja anataka kuniharibia mtoto. Sasa afande, nataka umfundishe adabu. Sawa. Ili vijana wote wa mtaani wakimuona mwanangu wamuogope kama kituo chenu cha polisi. Umemaliza. Na nikuhakikishie tu kwamba kesi umeipeleka kwa Pirato. Hilo limeisha. Huyo kijana anaitwa nani? Huyu kijana anaitwa Wambura. Anaishi kwa Mzee Mwita. Mzee Mwita. Wambura. Anyway, hilo tufanye limeisha. Na naomba unipatie siku hizi 2 pekee zinatosha kumtia mbaroni.